mstari huu shuka chini, miti haina matunda mengi. Imestawi lakini haina matunda. Kata hapa palisha juu na matunda mengi. Ndio. Sasa ili shamba kuanzia hapo kwenye barabara ile tuliyopita kushuka chini uruhusi kulima matunda. Kuna barafu. Okay. Ni mkondo wa barafu. Okay. Kwa barafu humu inaisha mazingira fulani humu. Kwa miche ya parachichi kama usipokuwa makini ukapanda kwenye maeneo yenye barafu, kuwa mche hauzai sana. Ndio. Ndio utakuta unastawi lakini maua haya yanakufa sana na barafu. Kija kupiga barafu haya yananyauka. Okay. Kwa hiyo hupati matunda. Okay. Utakuwa unapata matunda yaliyojificha humo chini sana. Chini huko juu upate. Na ole wako ndio ikapiga msimu kama huu. Ambao tayari linataka lianze kuzaa matunda. Alafu linakuja kupigwa barafu. Maana juu hamna kitu. Lakini sio kwamba utakuta kosa kidogo, yani sio kwa tija vile. Barafu inaishia huko. Huko yanazaa sana. Ndio maana unaona mpaka chini huko nini. Okay. Kwa huku chini unaona hii miche, kwa mujibu wa maelezo ya mtaalamu, miche hii mstari huu hauna matunda sana, ni kwa sababu huko kwenye ukanda wa barafu. Mkiona barafu msidhanie ni Ulaya tu. Huku Njombe ipo. Na wala sio simulizi. Na barafu ndio mchawi wa parachichi. Kwa hiyo parachichi zinahitaji kulindwa dhidi ya barafu. Anguki barafu. Sehemu ambayo haianguki barafu ni sehemu ambayo unaweza kupata matunda. Na kama huu sio kwamba hujazaa kabisa, ila matunda yake yanajificha chini. Na sio mengi kama hii miche mingine ya upande wa pili huku ambako iko kwenye ukanda huru sasa ambao hauna barafu. Ni shamba moja lakini lina mstari. Kuna mstari hapa nimeonyeshwa. Huu ni nafikiri utakuwa ni kama vile ukanda wa kule Irani kule wenye mapigano. Wanapigana na barafu. Lakini ukija upande huu wa juu kote huku. Yaani hapa huwa inakata. Sasa yeye usipokuwa na utaalamu huwezi hata kuelewa. Hapa unaona kuna system ya maji ambayo ndio ina supply kwenye miche yote, ambayo miche inarusha maji kwa square mita kuzunguka mche wenyewe. Kwa hiyo mche unalishwa maji pande zote. Jamani, kilimo kizuri sana, hasa ukipita kwenye mikono ya wanaojua nini kinachofanyika. Unaweza ukapanda mparachichi wako ukitaka kula parachichi zako tu na watoto, lakini parachichi biashara ungekuja kuonana na wataalamu wakina Madebe. Habari mkuu. Wema bwana. Uko salama? Wataalamu. Mimi watu. Mimi nimefika huku. Watu wanaenda sana. Lakini sasa ndio hivyo tena. Nimefika huku kuja kujionea. Kujionea kinachoendelea. Na kuna baridi hasa. Unaona mkononi nilichovaa? Unaona kichwani? Yote ni baridi. Kuna baridi sana. Europe. Ukitaka kujua barafu inakata hivi. Ndio. Unakuta huku. Okay. Yale ya chini bado. Kwa ina maana inapopandisha huku juu barafu inapungua. Kwa huko chini ndo hali mbaya. Maajabu ya Mungu. Sio kwamba wakati tunapanda tukao hatujui. Unajua barafu lakini hata nafasi takaacheje mpanda tuweze kaacha tu. Kwa hiyo inakata hivi. Kwa hiyo barafu inatokea upande huo huko, inakuja, inaelekea huko. Pale chini ile barabara ni barabara inayoenda Songea. Huku nikifanya
Njombe. Kifanya Njombe ndiko zinakolimwa parachichi, na sio parachichi tu, hata miti aina zote. Nafikiri unaona kule na kukuonyesha hiki barabara ya sasa. Hiyo barafu inatiririka kufuatisha hiki kibarabara kinavyoshuka hivi chini, kinaenda kwa ukanda huu mpaka chini kule. Miti unaiona kama ilivyo, hiyo miti aina zote inastawi. Kifanya Njombe, unaona na wataalamu wa madebe wanaanzia kwenye upandaji wa miche, wanarutubisha miche, wanasimamia upandaji, na ikishafika mwaka wanakufanyia uangalizi wa shamba lako mpaka mwaka mmoja. Baada ya hapo unaweza ukaendelea wewe kumalizia uangalizi kwa mwaka mmoja uliobaki kabla ya kuanza kula matunda. Na kuna miche ya aina zote, ila unashauriwa kuchukua miche ambayo wameshaifanyia tiba zote na kinga zote kwa ajili ya kupata matunda ndani ya muda mfupi, ambao ndani ya miaka miwili unaanza kula matunda. Ikifika miaka mitatu ni balaa. Na kama nilivyokuambia hapo tu, mwaka jana kilo ilifikia mpaka 4,000 shilingi za Kitanzania. Sasa jaribu kufikiria, una eka moja, umepanda miche 120, yote imezaa vizuri, matunda ambayo ni yanashibe hasa, kwa sababu kama ukiangalia vizuri na ukiitunza vizuri, unaweza ukapata hata tunda moja tu likawa tayari limefikisha kilo. Kwa hiyo maana yake kila tunda moja ni kilo moja. Niambie ni utajiri wa aina gani? Kuna watu hawachimbi dhahabu, hawachimbi tanzanite, wana miti ya parachichi na wanakula maisha mazuri. Wanakula maisha mazuri sana. Wewe endelea kuendekeza pombe mjini. Na uzuri wake hata zile mbovu reject zinanunuliwa. Hakuna kinachobaki kwenye shamba. Parachichi naambiwa utachukua zile ambazo ni best, super utaenda nazo, lakini zile nyingine zinaenda wapi? Ulishajiuliza? Hakuna kinachotupwa. Hata hizo ambazo unaziona hazijafaa nazo zinabebwa, nazo ni hela. Kwa hiyo mti wa mparachichi hauna hasara, hauna reject. Vyote vilivyopo ni pesa. Yale matunda unaosema wewe hayajastawi vizuri, hayo nayo yananunuliwa. Kwa hiyo njoo uwekeze. Tumetoka kule mwisho, niona barabara kule mwisho, napita kote huku. Mkono wangu wa kushoto huku ni mashamba ya parachichi kama mnavyoona, imechanganyika na miti na ile barabara unaona hapo mbele inapita bodaboda, ni barabara ya kwenda Songea. Inapita huku Njombe, maeneo ya Kifanya. Hii njia imechanjwa hapa nayo ni kwa ajili ya masuala haya ya kilimo. Gari hiyo inapita katika njia ya Songea huko nakokwenda, huko ni Songea. Kirudi huku unarudi Njombe. Unaona hapo kuna miti imekatwa magogo. Hii ni barabara inayokwenda kwa wale wenzetu Wangoni. Bomba mbili huko ndio kwao. Endelea kupokea darasa kupitia kwangu. Malori yanakwenda Songea haya. Inaelekea Songea haya. Mpaka baadaye.